Wewe. Njoo. Baba, naenda kuvaa nguo, nimetoka kuoga. Sasa kwani mimi sioni kama unataka kwenda kuvaa? Unabishana mimi babako? Njoo niletee remote hapo. Yaani hata siamini nacho. Unajua leo ndo nakuona vizuri sasa. Amani bado anaendelea kumsumbua Sinde, na Sindi alimwamini sana Amani kwa sababu alimpenda sana na alionyesha kwamba wakati Amani anaumwa basi amsaidie kidogo kwenye malezi yake, lakini Amani bado ni kijana ambaye hajaonyesha upendo kwa Sindi. Kweli wewe? Naongea na wewe. Wewe ni mtoto wa kiume? Sindi anamwambia acha nikuonyeshe upande wangu wa pili kwamba mimi ni mwanamke ambaye huwa najiamini na huwa sipendi mwanaume mwenye dharau kama wewe. Sindi sasa ameamua kumuonyesha Amani. Acha nikuonyeshe upande wangu wa pili. Acha nikuonyeshe asili ya mwanamke ipoje. Amani anaonyesha kwa upande wake kumpenda Sinde, hajawahi kumpenda kabisa. Na hii inamuonyesha kwamba Sinde alikosea sana kuja kwake. Kwa hiyo Sinde ameamua kusema sasa basi inatosha. Jamani, usiniambie nivae nipendeze tutoke. Kwenda wapi? Umenikela sana. I'm sorry. Penzi kwa Matilda linazidi kuwa tamu. Manyanya anaendelea kumpagawisha mtoto wa kike ambaye Matilda anamwambia nimekuona ukiwa umevaa nguo zako, umerudi kama binti hapo, umependeza sana mama. Sijui unanielewa? Yaani niko tayari kufanya chochote. Siwezi ruhusu mpumbavu tu ni amekuja tu kwenye maisha yetu, haribu maisha yetu, atembee na mume wangu. Ni amekuja tu kwenye maisha yetu, haribu maisha yetu, atembee na mume wangu. Isitoshe amebeba ujuzi. Tutafanikiwa, si ndio? Kwa heri. Kasi anamwambia Vai kwamba tutafanikiwa, usijari, mimi ndo. Je, ni kweli Kasi atafanikisha mchongo wa Vai ili aachanishe penzi la Mati? Endelea.